Yes, hizi ni ripoti za Komba TV. Karibu sana kwenye ulimwengu wa burudani, and nataka nikupe big story ambayo na trend kwa sasa hivi. Ni kuhusiana pia na show ya Diamond kule London. Of course, Diamond amekuwa on fire. Diamond amejua kuibeba East Africa. Of course, pia kuanzia over the weekend alikuwa na show yake ambapo Manchester pia amekamilisha, and of course pia big shout out alikiwasha kinoma noma. Sasa of course hii ni show yake ambayo imeambatana pia na wasanii tofauti kutokea Afrika, lakini pia kutokea Bongo Tanzania. Big shout out kwa Juma Jux, yuko naye pia na crew kubwa ambayo Diamond alikuwa ameenda nayo. Sasa the story so Diamond kuperform London, but the story ni the time ambapo Diamond Platinum aliondoka na kijiji huko London, yani kama ana perform Temeke Tanzania. Guys, huyu mshikaji uko very serious inapokuja swala la burudani. Sasa ni moja pia kati ya msanii ambaye amefanya poa. Surprise za wasanii tofauti pia ilinogesha pia show yake kutokea London. Big shout out pia kwa Pato Ranking kutokea Nigeria, lakini pia Tiwa Savage ni miongoni mwa wasanii ambao walipanda kama surprise artist na walikiwasha kinoma noma. Tag za kupokelewa pia kwa Diamond kutokea London ilikuwa kubwa pia. Wasanii tofauti wame appreciate kwenye kile kitu ambacho amekifanya, kwa sababu Diamond amepokelewa kwa ukubwa zaidi. Mashabiki wameonekana kuwa na shangwe, and big shout out pia kupitia ngoma kubwa ya Komasava na ngoma zake pia kadhaa ambazo mashabiki zake walikuwa wanatamani kuona Diamond ana perform. Linapokuja swala la burudani, linapokuja swala la burudani, hapo sina comment. Linapokuja pia swala la show au kuimiliki stage, sitakuwa na comment kutoka kwa Diamond. In short guys, Diamond amekiwasha. Sasa big shout out pia kwa baadhi ya wasanii na celebrities kutokea Bongo Tanzania ambao wame appreciate kile ambacho amekifanya Diamond. Tukianza na baby mama wake ambaye ni mke wake pia Zuhura Zuchu amepost pia na mwenyewe kuonyesha pia kumpongeza baby daddy this and that kwa kile ambacho amekifanya. Lakini pia ukimtoa Diamond Platinum, wapo pia baadhi ya watu maarufu pia kutokea Tanzania ambao wameonyesha pia kukubali kile ambacho amekifanya Diamond. Miongoni pia mwa watu ambao wamempa hongera ni Majizo, mmiliki pia wa Jizo Sound, lakini pia mmiliki pia wa media kutokea Tanzania. Hapa nazungumzia EFM na TVA. Sasa Majizo kupitia Instagram yake ameandika, hongera sana Diamond Platinum. Hii ni hatua kubwa ya kutoheshimisha wa Tanzania na East Africa. Kitu kizuri ambacho nimekiona ni kuonesha kwamba hii big event ya London full house ya mtoto wa Tandale haijatokea kwa bahati mbaya, ila umetengeneza kwa muda mrefu na imetokea. Congrats. Sisi wa Mchangani tunasema umesepa na kijiji. Ingeweza kuwa miaka mingi nyuma, lakini imetakiwa kutokea sasa hivi ili tupate ushahidi wa content. Tusisahau wasanii wa Bongo, hili ni kama tobo letu. Tujitume na tuongeze ujanja kama Simba ili tutoboe wengi. Asante kwa kuwashika mkono wengine. Ukitoa pia of course Majizo, lakini pia baadhi pia ya watu wengine au wasanii pia walimsupport, akiwemo pia Dula Makabila. And of course kupitia Insta story yake pia Dula Makabila aliandika pia of course akionyesha pia kumpongeza Diamond kwenye kile ambacho amekifanya. Akiandika pia ni moja pia kati ya hadithi ambazo zitaendelea pia kukumbukwa. Kupitia Insta story yake pia Dula Makabila naye ni miongoni pia mwa wasanii ambao walionyesha pia ku appreciate kile ambacho amekifanya Diamond. Aliandika, utakaporudi kutoka nyumbani, utakaporudi kutoka udongoni, taswira yako ikiwezekana ifutike, iondoke kabisa katika uso wa dunia, lakini jina lako libakie kama sehemu ya kumbukumbu katika nchi yetu. Akiweka hapo na bendera ya Tanzania. Diamond Platinum akamtag, kilichotokea London hakikutokea kwa bahati mbaya. Yale ni matunda ya jitihada na akili kubwa uliowekeza kwenye kile unachokiamini. Maana kila zama zina historia inayokumbukwa na walioshuhudia. Hongera sana bro na timu yako nzima, iliongeza baraka kwenye tukio lako. Lakini pia ukimtoa pia Dula Makabila, yuko pia Madi na watu wengine pia tofauti celebrity wameonyesha pia kukubali kile ambacho amekifanya pia Diamond London. Ni kwamba big shout out pia kwa Juma Jux, ni miongoni pia mwa wasanii ambao waliambatana naye pia nao pia wamefanya poa kwenye ngoma kadhaa. Ukizungumzia God Design na Juma Jux ambao ilitoka pia the time ambapo anafunga ndoa na baby mama wake Priscilla kutoka Nigeria, ni moja pia kati ya ngoma ambayo mashabiki wameonyesha pia kuielewa zaidi na zaidi. Pia baadhi pia wasanii
na watu maarufu pia wakitoa comments zao kwa Diamond kwamba basi sometimes jitahidi kuwabeba pia hata wasanii wa singeli kama kina Dogo Pattern, kama kina Dula Makabila na wasanii wengine tofauti ambao wanafanya singeli hapa Bongo Tanzania, kama vile ambavyo tulivyokuwa tunashuhudia pia kwa nchi zingine. Mfano Nigeria pia tulikuwa tunamuona pia the time ambapo Burna Boy kina Wizkid wao wakiwa wanaenda kuperform walikuwa wanawabeba pia kina Rema, kina Aerostar na wasanii wengine ambao sasa hivi pia tunawataja pia kama wasanii ambao wanafanya vizuri zaidi. So hongera kubwa sana kutoka kwa Diamond Platnumz, lakini pia pongezi kubwa zaidi kwenye management yake ambayo imeendelea pia kushirikiana naye bega kwa bega katika kusupport. All in all, Mungu ibariki Tanzania, lakini pia Mungu azidi kuibariki Diamond Platnumz kwa sababu amezidi kuiwakilisha East Africa akiwa kama msanii ambaye anafanya vizuri sasa hivi kwenye career yake ya muziki. Kibongo bongo, dondosha pia comment yako na utuambie pia unadhani ni msanii gani mwingine ambaye anaweza akafuatia hata akakaa namba 2 pia kuja kukifanya kama hichi ambacho amekifanya pia Diamond Platnumz London. Well, ukiachana pia na mambo kutokea London, back to Kodi ya 255 kutokea Bongo Tanzania, bado tuko na chumba namba 3 kutokea kwa Mbosso Kane, and of course umekuwa ni moja kati ya mwitikio mkubwa tangu Mbosso Kane atoke kwenye record label WCB, na hii ni Room Number 3, ni moja pia kati ya EP yake ambayo sasa hivi inapatikana pia kwenye digital platform zote. Sasa ukizungumzia pia Room Number 3 ni moja pia kati ya EP ambayo inafanya poa sana Bongo Tanzania na imepokelewa kwa ukubwa tangu, for which watu wengi hawakutarajia the time ambapo Mbosso ametoka WCB, then pia EP yake ya Room Number 3 ipokelewa kwa ukubwa huu. Of course pia ukizungumzia mafanikio ambayo EP ya Room Number 3 imepata, ni miongoni pia mwa kuwa EP ambayo imesikilizwa zaidi pia mara milioni 7 ndani ya siku 3 tu tangu itoke. Na hapa na siku ninazungumzia pia platform tofauti za kusambazia muziki ambazo EP hiyo imesikilizwa. Nikizungumzia YouTube takriban milioni 3.5 wamesikiliza EP ya Room Number 3, lakini pia Audiomack zaidi ya milioni 1.77, Boomplay Tanzania zaidi ya milioni 1.4, na Spotify ni zaidi ya 1,188 streams ambao tayari wamesha stream EP ya Room Number 3. Sasa kiujumla pia hapo kiangalia pia Room Number 3 imesikilizwa takriban mara milioni 7 ndani ya siku 3 tu pekee kwenye majukwaa 4 ya kusambazia muziki, jambo ambalo linazidi kuthibitisha pia ukubwa wa mapokezi ya Mbosso na kiu kubwa kabisa ya mashabiki wake ambao walikuwa wanatamani kusikiliza kile kitu ambacho atakuwa amekitoa pia kupitia kazi zake tangu atoke pia WCB. Na ukizungumzia pia of course pia Apple Music, of course kuanzia nambari 1 mpaka nambari 7 ni Mbosso, na EP yake pia ya Room Number 3 inamilikiwa na ngoma 7. So dondosha pia comment yako, niambie pia EP ambayo kwako wewe imekukosha zaidi, kuanzia Power, Nusu Saa, Aviola, Mary Ja, Tena, Siko Single, Asumani na nyinginezo nyingi ambazo ulipata nafasi pia kusikiliza kupitia EP ya Room Number 3 ya kwake Mbosso Kane. Dondosha comment yako hapo, niambie pia ni ngoma ipi ambayo imekubamba na unamdedicatea nani pia katika kipindi hiki. Hizi ni ripoti kutoka Komba TV. Make sure umesubscribe, umelike, umeshare na kucomment. Instagram natumia official miss_ile dash ya e, afu mbele unamalizia a.